msikiti huu ambao waasisi wa msikiti, lakini tumeongea na viongozi wetu wa nchi ambao sasa hivi wako katika madaraka. Kila mmoja ana nafasi yake. Tukianza na hawa ambao wametangulia, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha mata ibn Adam inqata anhu amaluhu illa min thalathi. Moja akataja wa waladin salihin yad'u lahu, mtoto mwema anaombea mzazi wake. Mzazi haina maana na kuzaa peke yake, bali kila anayofanya jambo katika maisha yako ukawa umejilazimisha leo kwa jambo hilo, huyo ni mzazi wako. Ikiwa mimi nina rafiki yangu akaja akamwambia dua mzazi wangu, kwa rafiki wangu mimi na yule, basi yule imekuwa ni mtoto wa huyu mzazi wangu, na wengine mengi kabisa ambao tunayafahamu. Lakini kuwaombea dua viongozi ambao wako katika madaraka kuna kheri kubwa sana, ni jambo kubwa sana katika maisha ya wanadamu. Kila siku tunatakiwa tuyafanye. Ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna faida gani kuombea viongozi dua? Kuombea dua viongozi kuna faida nyingi, lakini moja katika hizo nyingi, anapokuwa kiongozi mwema, anapokuwa kiongozi ana akili vizuri, anapokuwa kiongozi ana mwelekeo wa imani, basi anaturahisishia sisi maisha ya sisi yanakuwa mazuri. Ukipata kiongozi mwovu, basi uhakikishe na maisha yako yatakuwa mabaya. Kwa namna mbalimbali utakayofikiria maisha mabaya. Unawezekana wewe umefikiria kuna mahala ufanye ibada, anakuja na kufukuza katika eneo la kufanya ibada, lakini ukiwa unamwombea dua atengenee kiongozi wako akiwa na imani njema, basi na wewe anakufikiria kukusaidia kukuongoza katika mema. Tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sabru wa ta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar ma'siyati. Kusikiliza amri na kuifuata amri ni wajibu wa kila mtu aliyeamrishwa. Ukipenda usipende ni wajibu wako, lakini wakati gani? Ma lam yu'mar ma'siyah, utakuwa hujaamrishwa maovu. Sasa ukiwa na kiongozi mwema, hataweza kukuamrisha ovu. Faida hiyo. Lakini ukiwa na kiongozi ambaye si mwema, yeye ataamrisha chochote kilichokuwa kinamjia katika nafsi yake. Ni hasara kwetu. Atakuamrisha jambo baya, ushatakiwa kumtii, na mchako usimtii basi ikiwa kumtii si atakusumbua. Sasa tuombee dua viongozi wetu. Tuombee dua viongozi wetu wazidi kuwa wema, wazidi kuwa na uelewa zaidi, wazidi kututafutia yale mazuri zaidi kutuletea katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini kwa kumalizia mazungumzo yangu hapa, tusichoke, tusiwahi kusanyiko hapa. Kila mmoja katika mazingira yake ya kawaida, akiwa mkusanyiko watu wawili, watatu, wanne, akikumbuka, basi tunawajibu kuombea viongozi wetu na kudumisha nchi yetu katika kuwa na amani. Kwani mfano ingekuwa hakuna amani ndani ya mji wetu huu wa Chongoni, ndani ya Zanzibar yetu hii, nani angekaa akanyosha mguu akalalibia ukuta akatulia kabisa katika sisi hapa? Hakuna tamu ingekaa. Kila mmoja asikaa hapa kwa sababu ya vurugu, lakini sisi tukatupa neema ya kupata amani. Ni wajibu wetu kuitunza amani ambayo tunayo. Ni wajibu wetu kuitunza amani ambayo tunayo. Ikiwa wewe una shida ya kupata 500 leo, lakini na uhakika una uwezo wa kutoka hapo unapoishi ukienda kwa ndugu yako na akakupa zaidi ya 500, lakini ikiwa kuna vurugu utakuwa umejifungia ndani. Kama una njaa, lakini hata ile fursa ya kusema utoke ukaombe kwa ndugu yako uipate. Kwa hivyo amani ni kwanza kuliko chochote kile kingine.